Tibwega murithiri wa Meru TV tukwina mbere kwa tukirikana kairi kagita kangikega makara twina mbere kwa twina ko urubwe mundi na waladentu ya kurithiri mantu makoneni na uthiru bwa mwana umwari ndetu wetu kaina mbere kwa tukirikana tu na njira enda ya uthiru bwa tukwarira bwa mwana umwari no uthiru bukaya tu emerongo nyanya mweri we 5 ntwira ndio ndio nambere kwa tukirikana twinyo bwa mwana umwari na twina mutaalamu twina champion ndio tukinambere kwa kingana sana na ikazana sana utira ati uwo mwana umwari kuinambere kwibwa ayo kuthomithia njira bomba ukaranjira bomba kwibwa kithingatira kengoma tumenambere kwa maikara bwega na kengo utheru bwaku wewe sasa no tukinyikirikana kuweka ati utheru bwe karibu na omurungu kwogo tukinambere kwa tukibwa hata mugeni wetu geni kengo tuinambere kwa tukiyaragia mangi makonenie na ndetu eno ya utheru bwa mwana umwari. Karibu sana mgeni wetu jioni ya leo. Asante sana. Habari yako? Salama. Hata mimi niko salama. Naendelea poa tu. Ingawa hatujazoea hii lugha ya Kiswahili. Naelewa. Lakini ni sawa, tutakazana tutaingiza hapa ndani ili tutangangana nayo. Kila kitakuwa sawa. Natumaini message itafika. Kabisa. Karibu sana kwa Meru TV jioni ya leo. Ndipo tukaweza lizungumzia hili swala nzima la usafi. Wacha ni tu usafi wa msichana ama mtoto wa kike. Lakini kabla tujaingia hapo, kwanza salimia mtazamaji, mwambie jina lako na labda umetoka wapi ndipo tuweze kuendelea vizuri. Kwa majina naitwa Jemima Nzisa, natumaini uko salama mahali ulipo kinitazama. Mimi ni mwanzilishi wa initiative inajulikana kama Golden Eagle Wellness. Na hasa mambo ambayo tunazingatia katika initiative hiyo ni masuala na mwanamke. Ni inaitwa health, afya ya mwanamke. Afya ya mwanamke. Na hasa kwanza siku ya leo, mwezi wa 5 umekuwa ni mwezi wa awareness, ile ku create awareness juu ya afya ya hedhi, menstruation health, afya ya hedhi, ambapo haiongelelewi sana. Hasa hivi mali kama kwa TV hivi unapata kwa muda mrefu imekuwa ni jambo si la kusema mbele ya watu, ni jambo la kuficha, ni jambo msichana ambapo anapoanza hiyo shughuli ya hedhi hata hataki mtu mwingine ajue, inakaa ni kama ni dhambi, ni kama ni uchafu. Lakini Golden Eagle Wellness na mimi kama Jemima tuko hapa kwa ajili ya ku create awareness, kuongea ndio kila mtu aweze kujua hili ni jambo la kawaida kwa mwanamke. Na pasipo hedhi basi sidhani kama mwanamke atajihisi kama ako complete. Na hawezi kuwa mwanamke. Shukrani kabisa. Basi sijui hii safari yako ya ku create awareness, sijui ulianza vipi, ulianza lini na imekuwaje hadi ukajipata mahali uko leo? Kusema kweli mambo mengine lazima upitie changamoto ndiposa uweze kupata mwelekeo. Kwangu mimi Jemima nilianza hedhi na umri mdogo sana, ambapo ulikuwa na uchungu mwingi, uchungu ambao si wa kawaida. Alafu ilikuwa inaenda kwa siku nyingi, siku 7. Siku 7 na bado hedhi yenyewe ilikuwa mingi sana. Kwa hivyo kwangu mimi sikuelewa hasa ni nini ambacho nilichokuwa nikikipitia kama msichana mdogo. Uko pale primary school, umeanzana nayo. Wengine unaona tu wako sawa, lakini kwako unashindwa kwa nini yangu inakaa ni kama ni a different case, unajua. And so sikuelewa kwa muda mrefu, nimeenda hospitali. Madaktari kama kawaida wanakuambia hili ni jambo la kawaida, unajua wakati utazaa huu uchungu utapotea. Jamani mimi miaka 13 tu. Sasa ukishaanza kuniambia maneno ya kuzaa, hiyo ni story nyingine. Na unapata like sikuwa naelewa hasa ni nini. Na uchungu ulikuwa mwingi, unaenda hospitali unaambiwa ni jambo la kawaida. Kwa hivyo kwangu mimi ilikuwa hadi wakati mwingine siendi darasani kwa siku 2, walikuwa tu wanajua huyu siku 2 hatapatikana kila mwezi. Alafu unakuwa mgonjwa kabisa. Na safari kama hii huja na changamoto zake. Watu kufikiria unajifanya, watu kufikiria mbona yako ni tofauti kuliko ya wengine. Unajaribu kuchukua attention na pia kuchekelewa. Unajua ikiwa mingi vile unavaa pia unaanza kuona aibu.
sana hasa ukiwa mdogo hivyo uko na aibu nyingi sana ile tunaita, alafu watu ambao wako karibu na wewe wanakupa kitu kinaitwa stigma. Unapata ni kama hauko sawa, hata katika mentality yako hauko sawa kabisa. Kwa hivyo kwangu mimi ilikuwa changamoto sana, na nilikuja baada ya muda mrefu nikakuja nikapatikana niko na ugonjwa ambao unaitwa fibroids, kuwa na uvimbe katika kizazi cha kike, ambayo kwangu naona ni kama, kwa sababu ukiwa mdogo wakati kama huo hakuna mtu ambaye anakuambia angalia kizazi chako ujue kikoaje kupitia kwa njia ya scanning, na sikuweza hadi wakati nilipokuwa miaka 26. Wow. So una imagine a whole 13 years hapo katikati, sijui ni nini, uchungu mashida, wakati mwingine inapita umeharibu nguo, kuchekelewa. Kwa hivyo unapata kuna ile stigmatization ambayo inakuja na hiyo, hasa kutoka kwa vijana, kwa sababu hawako wanaelewa na wanaona msichana ni mchafu, wajavaa ile kitu vizuri, ile pad. Kwa hivyo kwangu ilikuwa ni changamoto kubwa sana, na wakati ambapo nilikuwa katika umri wa kubalehe, nimekuwa msichana mkubwa na nafikiria labda niingie kwa ndoa, ndio nikakuja rafiki yangu akaniambia, lakini ushaenda hata hospitali ukajua uterus yako iko aje, kizazi chako kiko aje, ile nyumba ya mtoto kwa njia ya scan? Nikamwambia hapana, sijawahi enda. Wakati nilienda ndio nilijipata niko na hiyo uvimbe, na ni mbaya, ukiziangalia ziko mbaya sana, hazipendezi, ziko pale katika nyumba ya uzazi, na uchungu lazima ukue. Ndio nikaelewa hii inaweza kuwa haikuanza wakati nilikuwa miaka 13, lakini in between ikiendelea kugrow, unaendelea kuwa mkubwa, miaka ikisonga, ndio jambo kama hilo unapata saa zingine imejiform katika mwili wako, ama saa zingine unapata ni hormones, na pia kwa wengine inakuwa ni genetic. So mimi nikaweza kuenda upasuaji, zikatolewa, lakini shida ya kutolewa ni huwa tu zinarudi tena. Huwa zinarudi tena. Kwa hivyo safari hiyo yote ndio ilinifanya nikapata ule moyo wa kutaka kujua hii safari ya hedhi iko aje. Na nikajua si mimi peke yangu nateseka hivi. Na wakati ambapo nilisema juu ilikuwa safari iko na changamoto kubwa, kwa sababu kutoka hapo nimeingia kwa ndoa, nimepata mimba, nimebebana na mimba vizuri sana, lakini nikapoteza ule mtoto wakati wa kuzaa wiki 35. Kwa hivyo uchungu kama huu unakufanya kufikiria na kujiuliza, kweli hili jambo ni mimi peke yangu linanipata, ama wanawake wengine wanapitia jambo kama hili? Hapo ndipo niliamua kutoka nje, kupiga kelele, inaitwa break the silence, niongee kuhusu haya mambo. Na kusema kweli feminist nilijua wanawake wanapitia mambo magumu, ikikuja ni afya ya mwanamke. Kweli ni safari ndefu yenye changamoto. Sasa lengo lako kuu ni gani kwenye hii safari? Lengo langu kuu ni create awareness na kuweza kuelimisha wasichana na pia wanawake, hata wanaume. Kwa sababu kwa kila mwanaume uko na mwanamke kwa maisha yako. Dada yako, rafiki yako, colleague kazini, kuna mwanamke katika maisha yako. Wakati kama huu, how do you handle her? Utaweza kumshughulikia vipi? Na kuelewa. Unaona, wakati ambapo umepatia mwanamke sehemu ambayo mazingara ambayo itamfaidia kama mwanamke, hapo ile peace of mind. Umefanya hata hedhi zake zimekuwa sawa. Hata kama kuna uchungu, ile kujua anaeleweka. Na pia kueneza ujumbe huu ni kufanya community ijue kwamba it's not a taboo anymore. Ni kitu tunaweza zungumzia kwa uwazi. Kwa sababu tusipozungumzia kwa uwazi ndio inaleta hiyo stigma. Na ikileta stigma unapata mwanamke labda anajificha. Pale kwa kujificha labda hana enough resources kama sanitary napkins, hana enough. So ameshinda na moja kwa muda, na kitu kama hicho kinaweza kumletea infections. Unaona, kujificha. Hapo ndipo tunakuja tunaongelea kitu ya hygiene. Unafaa kuchange hii pad mara ngapi kwa siku, ndio pia usipate magonjwa. Na pia ni pad unatumia iko aje? Ni pad ambayo inakufavor wewe kama mwanamke, inakuzuia kutokana na haya magonjwa, na pia inakupatia ule kukua comfortable wakati wa hedhi. Kwa sababu kuna wengine wako na uchungu sana
Na nataka kusema kwamba pia katika kueleza ujumbe huu ni ku-advocate for early screening. Ukiona uko na uchungu ambao si wa kawaida, of course kuna ile kidogo kidogo kama mgongo kwa mbali, unasikia katumbo kidogo kidogo, hiyo ni kawaida. Lakini kuna ile inakuja sana, unatapika, mgongo ni sana, tumbo ni sana, hiyo si kawaida. So kwa kitu kama hicho, I advocate for early screening. Angalia tu uterus yako iko aje. Fanya tu hiyo scan. Ujui ni nini inakusumbua, kwa sababu mara mingi unapata uchungu kama huo uko na kitu na magonjwa yenye yanaambatana na uchungu kama huo ni kama fibroids. Unapata mtu ako na cysts, unapata kuna endometriosis, kuna infections ambazo haziishi kutokana na pia pad ambayo tunatumia wakati kama huo. Kwa hivyo mimi kueleza ujumbe huu ni ku-advocate for early screening, ambayo ukishajua kuna shida, upatikane labda kuna cyst kanaweza kugrow, kuna fibroid, utatibu mapema. Na ukitibu mapema utaweza kuepukana na zile magonjwa kubwa ambayo inakupata umeingia kwa ndoa, unajaribu kupata mtoto, fallopian tubes zimeblock, fibroids ndio hizo, cyst ndio hizo. Kwa hivyo kwangu ni ukifanya early screening utadetect ugonjwa mapema na utatibu mapema. Ya pili ni ku-create ule usawa. Wanaume waelewe ili ni jambo la kawaida kwa mwanamke. Unajua, na bila hedhi hakuna kizazi. Kwa sababu mwanamke ambaye hana hedhi ni ngumu sana aweze kupata mimba. Na hiyo ni jambo ambalo linasumbua wanawake sana katika community yetu na kizazi hiki. Na pia kuweza ku-advocate for kutumia pads ambazo ni nzuri na ambazo zina protect usiweze kupata infections. Kwa sababu after periods utapata asilimia ya wanawake kama 50 wanaenda hospitali kutibu infection. Ni kwa sababu ile pad umetumia. Quality yake si nzuri kabisa. Kwa hivyo pia haya ni malengo ambayo natarajia ku-accomplish na kufanya hii kampeni. Shukrani sana. Kabla hatujaingia kwa mazungumzo ya siku ya leo labda, sijui kwa miaka kama 5 ijayo, ungependa sana umefika hatua gani ama lengo gani? Wow, swali nzuri. Kwa miaka 5 ambayo inakuja, niko na lengo kama Golden Eagle Wellness na kama Jemima personally ni kuhakikisha kwamba kitu ya kwanza kuna watoto labda niwete wasichana tuseme kutoka miaka 13 hapo around class 7 hadi high school. Ni ngumu kupata pad. Wazazi pale nyumbani labda hairuhusu. So unapata wakati mwingine unakimbilia aliye karibu na wewe. Na unapata wasichana wamejiingiza katika early sex. Na unapata ati unajua saa zingine music ni baya sana. Wewe ni mwanamke, like wewe ni mwanaume, like wewe saidia tu huyu msichana apate tu pad bila kuitisha kitu kingine in return. Like ndio unapata wasichana wengi wanapata mimba za mapema, wana drop out kutoka shule. Huyu msichana tu alikuja akitafuta pad. Aweze kupitia hiyo hedhi yake vizuri, ametoka hapo na mimba. Mimba ina change maisha yako kabisa. You are not going back to school again, umekuwa mama. Ni hivyo, kwanza kusoma maisha yako. Alafu pia kuna msichana kama hana pad hataenda shule. Hizo siku 3-5 shule haendi. So I want to keep a girl in school. In the next 5 years tukue tumepunguza idadi ya watoto ya wasichana ambao wanakaa nyumbani kwa sababu ya kukosa pad. Na pia tupunguze hii idadi pia ya early pregnancy. Unaona, tupunguze hii idadi ya early pregnancy at least by 40% in the next 5 years. Tukue make your difference na tukue na pia wanaume na kila mtu yoyote ili ku-create awareness tuweze ku-accommodate watu kama hawa. Unajua unaweza pata kazini pia kuna panga na stigma sana. Hakuna hata kwanza boss hataki kujua. Wewe mbona kesi yako ni special kuliko wao wanawake wengine? Hawaelewi. At least our employers waelewe. Kuna mtu ako na hii shida, kuna mtu ako na hii, na wapatie mazingira mazuri pale kazini. Understand them. Hivyo tu umesaidia pakubwa sana. Shukrani sana. Wacha tuingie kwa mazungumzo ya siku ya leo. Leo ni siku ya ku-create awareness. And mambo muhimu ambayo yanazungumziwa leo ni mambo ya hedhi. Usafi wa mwanamke wa msichana. Labda ungetufafanulia zaidi nini haswa kinaongelelewa leo ndio watu wajue hii siku ina umuhimu gani kwa wasichana ama kwa wanawake. Mwezi wa 5 wote umekuwa ni mwezi wa hiyo ku-create awareness about hiyo hedhi. Lakini siku ya leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 iko na symbol yake.
na symbol yake nilivaa kwa mkono. Okay. Kupitia kwa hii bracelet. Hii bracelet iko na beads 28. 28 28 ni ile cycle ya mwanamke. The cycle 28 days. Kwa wengine ni 21 to 28. Na hii ukiangalia iko na beads za red na za white. So hii ya nyekundu ni zile siku ambazo mwanamke ako katika hedhi yake. Kwa wengine ni 3 to 5. 3 to 5 it's the normal. Ikipita hapo kidogo kuna shida. Labda kuna shida na hormones, labda kuna fibroids, labda kuna cysts ambazo zina cause your bleeding inaenda siku mingi. Ndio maana na advocate for early screening. Kwa hivyo siku ya leo duniani kote inasherekewa, na ndio maana nikasema pia mimi wacha ni create awareness katika Meru TV. Ni kweli pia mimi nimechangia ku create awareness. Kwa hivyo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 kitu ya kwanza ina symbolize cycle ya mwanamke na zile siku 5 ambazo ako katika hedhi. Na theme ya huu mwaka imekuwa ni Together for a Period Friendly World. Period friendly. Wacha isikuwe ni ikifika ni wakati wa period kuna issues. Kusikue na issues. Kukue tu ni kawaida. Kukue tu ni kawaida. Ikuwe ni jambo la kawaida. Ikuwe ni jambo tunaweza zungumza kwa uwazi. Ikuwe si jambo ukianza period unashinda hata unaambia baba yako aje unahitaji pads. Haifai kukue hivyo. Kitambo tulikuwa tunakimbia tu kwa mama tu, kwa mama ni kwa mama tu nataka. Wakati mwingine hana anakuambia ndio ambie baba yako naanza aje. Naanzia wapi? Ni nini hiyo mtaka? Alafu haelewi, anashinda nini hizi unasema. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wanaume hasa katika hii generation naona wameingia katika wameelewa ni nini. Wameelewa ni nini hasa inahusiana na mambo ya hedhi na wana support wasichana wao na pia wake zao. So duniani kote ni ku create awareness to have a period friendly world. A period friendly Kenya. Mimi kama Jemima nikiwa champion wa ku advocate for menstrual health na women health. Kenya for me it's a period friendly Kenya. Alafu tukienda kwa global period friendly world. So hili ni jambo linasherekewa siku ya leo duniani kote. Na pia ukituki create hii awareness ni kama ile jambo ambalo tumekuambia kuhusu msichana kukosa pad and all that, we are ending period poverty. Hiyo ni period poverty, not being able to afford a pad. Hiyo ni period poverty. So we are also making hiyo awareness tuweze kusaidia. Unajua pia tukimeki hii inaitwa awareness. Kwangu kama mimi Jemima na Golden Eagle Wellness niko na hii kit. So this is my logo. Golden Eagle Wellness. Ndani hapa niko na bead, niko na bracelet kama hii inaitwa menstruation bracelet, but for me nime come up with a kit. So mimi naita kit. If you buy this bracelet from me, utakuwa unanisaidia kununulia wasichana wawili pad. You help me and you're supporting me. You're supporting this initiative to get a kit for a needy girl. Mwenye ajaenda shule juu ako na period. Mwenye kidogo tu hivi ataenda danganywe pale, aende atiwe mimba akitafuta pad. Kwa hivyo for me come up with a kit. Of course this is a way of creating awareness. So if you purchase this from me, you are buying a pad for a girl. Unauza how much? Hii ni 500. Okay. Ya hii kit ni 500. Na ni kazuri kuna hii ndogo kama hii ni ndogo kama hii yangu and then we have a bigger one kwa wale watu ambao wako na wrist kubwa kidogo. Yeah. So hii hapa. Hizi ni beads 28 na hizi 5 zinaashiria ambacho nimekuambia. Alafu wasichana wanapenda kuwa pampered, so we have a chocolate inside here. Tunataka chocolate hapa ndani. So ukibuy you just put it on, take a photo, post online, ni tag. Saizi niko na Instagram na Facebook. Unani tag. That way imagine you're already creating awareness na umesupport kununua pad for a girl. So that is what we are doing today 28 ni ku create awareness. Ili ni jambo lako, it's not a taboo anymore. Si kitu ati hizi nini unaongea na watu hapana. Alafu kitu ni chafu unapata ndio hata kuna wakati kuna dini kama uko kwa hedhi uweze enda kwa madhabahu hata ufai kwenda kanisani. So ni kitu ya kawaida. Ingekuwa ni kitu Mungu hakutaka tukue nayo tena ingetupatia, lakini pia bila hedhi hakuna mwanamke. Very true. Shukrani sana. Pia mimi I think nimesoma kitu hapo. Basi sijui ni njia gani, ni njia zipi
ambazo mwanamke ama msichana anafaa atumie ndo aweze kuwa msafi wakati wa hedhi yake? Wakati wa hedhi yake, kitu ya kwanza kuwa na sanitary napkin pad. Pad yenyewe ukuwe na uchange, like badilisha baada ya masaa kama 4, ndio usiweke bacteria pale katika ile pad. 4 hours. Within 4 hours labda pad itakuwa imejaa ama haijajaa, ni vizuri kuchange. Okay. Yeah, after 4 hours badilisha, uvae ingine safi. Na pia kutumia a good quality tissue. Ndio kuna tissue pia inatoa tu vitu. It's not a good quality. Like ukikuwa na tissue nzuri, hiyo iko nzuri kwa sababu pia to particles they could go inside there. Unapata infections. Kitu kingine kuosha mikono. Ukimaliza hata wakati mwingine unafaa kuosha mikono before uende ku-change na baada, kwa sababu ndio uweze ku-maintain ile usafi. Ndio unajipata umejiguza uso, umeguza unakula kula kucha, umeuma kucha. Kwa hivyo kitu kingine ni kuhakikisha kwanza unanawa mikono na pia kuoga. Wakati wa hedhi, asubuhi, jioni, take a shower. At least oga, kwa sababu kama hauna pad nzuri tena vile nimesema, harufu itasikika. And when we're talking wakati tunaongelea mambo na a good pad, labda sijui kama kuna pad ambazo ni nzuri kuliko zingine ama inakuwaje? Kusema kweli, we have a lot of qualities hapa kwa market. Na yes, kuna pad. Mimi kama Jemima na advocate for a breathable pad, cotton pad and a breathable pad. Breathable pad inamaanisha nini? Inamaanisha nitaweza kupata pad kweli nikuonyeshe? Sema tu. Naweza sema tu. Upande wa chini ambao unalalia the panty, inafaa ikuwe na tushimo. Perforated, ikuwe perforated. So wakati damu imekuja hapa, maybe wakati umeivaa, joto inakuja ikiwa moto, ile damu ni moto. Kwa hivyo joto ikiwa hapa, lazima itoe the moisture. Lazima itoe the moisture. Kwa sababu isipotoa the moisture, inaanza kurudi kwa uterus. Inaanza kurudi ndani. Na unapata, na pia hiyo moisture isipotoka, una breed some bacteria hapa, ambazo ukimalizana na hiyo hedhi, infection lazima utapata infection. Kuna mtu akimaliza hedhi lazima apate infection. It's because of the pad. Kitu ya pili, pad inafaa ikuwe comfortable kuabsorb hiyo damu, isikuwe ni ngumu. Cotton, organic pad ambayo inachukua hiyo damu vizuri. Na pia material ambazo ziko ndani kwa hiyo pad zisikuwe, most of the pads wana recycle material. So unapata it's too acidic material ambayo ukirecycle ni kule, maybe you are using bleach, kitu kama jik, hiyo tu ni like acidity yake iko juu sana. Ikuje ipatane na ile damu ya hedhi, pad yenyewe haitoi moist, ianze kurudi kwa uterus. Mbona usipate infection? Mbona kidogo kidogo usianze kukua na cyst? Mbona kidogo kidogo tubes zisiblock? So kwangu, I advocate for a breathable pad and an organic pad. Of course, bei itadifa. Na ndio maana si rahisi. It's not easy to give a quality thing. Na ndio maana nakwambia in the next 5 years, nataka kupunguza haya magonjwa. Tutayapunguza aje? Kutumia tu pad nzuri. A quality pad ambayo ina protect the dignity of a girl. Kuna hizi pads zinapeanwa na sijui wanasiasa nini wanapeana. Sijui kama huwa wanaangalia the quality of the pad ama inakuwaje? Sijui kama wanaangalia the quality of the pad, kwa sababu unapata ni kweli tunataka kusaidia, we go donate, we go do everything, na hiyo inakubalika kabisa, inakubalika. Lakini kama Jemima, I want to give quality. I don't want to give something I can't use. Kitu ambacho mimi mwenyewe sitaweza kutumia. Na kwa hiyo nilianza kufanya hii advocacy 2020 na kusema ukweli nimeona a big difference. I have made a few impacts here and there. Na watu wanasema hey, kweli it's a good pad goes a long way. Ni kweli. Wow, that's very nice and ni vizuri sana. Sijui kama kwa sababu kuna watu wanatutazama ama wanatuangalia kule nyumbani. Labda huenda wengine kuna wakati nafika unapata mtu hana hata
a coin ya kununua hiyo pad. Yeah. Unapata mtu hana kabisa, hana na imekuja na sijui kama kuna njia mbadala ambayo mtu anaweza tumia kuhakikisha kwamba ako na usafi, tuseme ni msafi na labda hana hiyo pad. I don't know. Kwa muda mrefu mtu amekuwa akiadvisiwa atumie kitambaa kisafi, a clean cloth, which ikisoak itakuwa sawa. Ikisoak ni hivyo, itapita. Hautakaa nayo for long. Okay. Hautakaa nayo sana. And there kuna recycled pads ziko ambazo zinakuwa recycled. Ziko na kitambaa pia. And a certain material that you can clean later on. Yeah. Ziko. Ziko. Na hapo ndio ikifika kwa ile like imekuja, sina pesa, what do I do? That is the way to go. And that is why unaona me creating this awareness. Of course sitafikia kila mtu hii Kenya. Sitafikia kila mtu. Exactly. Lakini kwa mwenye nitaweza kufikia ambaye ako na hilo hitaji, then I will go there. To make sure ukikuja uko na kitu ya kutumia. Yeah, you are prepared. Like every girl should be prepared for the menses. Haifai kukupata tu hivyo. Na hiyo ndio tunaita period poverty. Okay. That we are advocating to end. Kwa hivyo ni vizuri tukietueleze injili kama hii. Ni vizuri if I don't want to, sitaki nikuje kwako nikisema nataka kwenda children's home fulani nichangieni pesa. Just purchase this bracelet from me. Utakuwa umenunulia wasichana wawili ama mmoja pad. A quality one. Utakuwa umesaidia maisha mahali. Yeah. They are recycled pads which to be honest, you can never have complete hygiene with them. Okay. Itakuwa stress. Kutoa kufua, it's hectic. Okay. It is. Sijui wakati wa zamani walikuwa wanatumia nini kwa sababu I know wakati wa zamani mimi sielewi wangu walikuwa wanatumia vitambaa hizo. As long as you have a clean cloth, unaweka unakaa rada. Especially for heavy flow, itakushambulia. I think ndio hiyo history ya kukosa kwenda church kukosa kwenda church juu ni mbaya. Ni mbaya. If it's not taken care of, it's bad. Kuna hawa watu wa the street children. Sijui nao umewapangiaje katika initiative yako? Because pia wanapitia changamoto kama zile. Ni kweli. Na hawana anything. Wengine hata hawajui inakuja lini. Ikikuja ni achafuke ama aende akae mahali hadi time itatoka iishe. Exactly. That is one of my goal. And no one deserves to be in the streets. No one deserves to be in the streets. I don't know the reasons kwa wengine kukua kwa hizo streets. Sijui ni gani. Na ndio maana like me creating this awareness ni ku raise enough funds to reach the less fortunate. The less fortunate ni kama hao wako kwa streets. Hawajafika menopause. Hawajafika menopause, but they are on their fertile ages. Yeah, sure. So I would really love to be there for them. Okay. Nataka tu ni reach, like I can never reach everybody. Ndio maana unasema alone unaweza enda haraka. Ukiwa peke yako utatembea haraka. Lakini tukiwa wengi tutaenda mbali. Nikiwa peke yangu I will reach 2-3 girls. But when we come together, when we support each other, tutafikia hiyo community as we want. We will be able to reach our goal of ending period poverty, of keeping a girl in school. Hiyo ndio kitu tunafaitia. Bado hatujafika, tuko mbali sana. Cause mwenye ako pale kwa street ikikuja kama hata food, atatoa pesa ya pad. Haitapatikana. Kwa sababu hata kama kuna 10 ataenda nunua ngumu. Afadhali akule. Vitu za dunia. Si vitu za dunia. Ndio maana nasikia ndio tutatumia tuache huko. Lakini ikifika kwa menstrual hygiene. Hayo ni mambo tunafaa kuzingatia. Watu kama hawa tunafaa kuwafikiria sana. Na you can imagine wakati kama huu ambapo kulikuwa na mafuriko. Kuna watu walikuwa displaced wengi sana. We need to come through for such people. Wengine they don't even have diapers, they have babies. Wengine hana hiyo pad na wakati umefika. Na mwingine hana chakula. So before you even think of kupelekea huyu mtu pad,
angalia hata amekula. These are some of the things that Golden Eagle Wellness is up to achieve in the next 5-10 years. Mwaka wa kwanza tutafanya jambo na unajua wakati mwingine si kwenda utaguza kila mahali. At least ndio upate hiyo result ambayo unataka. Pata sehemu, concentrate na hao. Resources ikikuwa enough, we keep going. So mimi nataka tu kuona nimesaidia mtu. Nikianza Golden Eagle Wellness, aim yangu ilikuwa kusaidia tu mwanamke mmoja. Kwa sababu wengi wamejitokeza, Jemima niko na shida ya fallopian tubes, niko na shida ya fibroids, uliovercome zako aje, which is a story for another day. Nimwambia mimi nilitumia hivi. Of course nimeenda surgery, but sikirudi tena what do you do? Unarealize vitu the natural way. Through foods, through diet, through what you eat. Na zina shrink. Wengine wamepata watoto, wengine issue na infections zimeisha. Kwa sababu the more you keep using a poor quality sanitary napkin, kuna infections, they will keep coming. Na kuna infections zinaletwa na kutumia antibiotics sana. As long as umeshaanza kutumia antibiotics, kuna infections hazitawahi kuacha. Kwa sababu hiyo antibiotic ishazoea mwili. So hakuna vile ina fight completely, itakuanga tu pale. Kwa hivyo kama in the next 5 years tunaweza punguza hizi infections, tunaweza end period poverty inaniumaga baya sana. Kwa sababu wakati ndio umefika. Mimi wakati mwingine niko hapo kwa hiyo situation. Na niko na hiyo pad, lakini nasikia sijui aje. Hata sijisikii na kitu yoyote. Sasa ndio mtu mwenyewe hana hiyo pad. Kimeumana, hana food. Moods, these things come to mood by the way. Unapata hormones za zingine zimebehave vile zinataka. Uko na hasira, uko sijui aje, alafu ukukute hauna pesa. Mimi utapiga watu bure. Uko na hasira hivi na kiboko unaanza kuwachapa. Uko na hasira tu. Administration should be happy. Hii ni time yenye inakukumbusha I'm healthy. I'm still fertile. Yes, I'm a girl and I should be a happy girl during my menstruation. A baby girl during my menstruation. Kuna wakati unafika unapata kwamba tuseme ni msichana. Wengine wanaumwa na tumbo sana. Wengine mgongo inauma sana. Mbaya sana. Wengine sijui wanakaa hadi sijui kama kuna njia pia za kuzuia haya maumivu, kwa sababu unapata mtu anaenda kazini anaumwa na tumbo, unasikia wengine wanaambiwa kunywa sijui maji moto, wengine kuna ile water bottle moto ya kuwekelea. Sijui kama kuna njia salama za kutumia wakati unahisi yale maumivu. Ndio maana nilisema wakati uko na uchungu kama huu si kawaida. Wanasemanga just because it's normal, just because it's common, it's not normal. Kila mtu anaumwa. Juu ni common, si normal. And screaming. Uko na that kind of pain. Because mimi uchungu ilinifanya nikaenda kwa hiyo scan. Angalia uterus yako, enda fanya scan kwa hospitali yoyote. Kenye daktari unaweza patikana, kwa sababu wakati mwingi uchungu ambao unakujanga na hivi nilisema lazima kuna jambo. Labda kuna shida na hormones. Kuna hormonal imbalance ambayo inasababisha kukue na block tubes. Unaweza pata kuna tubes zimeblock. Unaweza pata kuna cyst na cyst zinauma vibaya. Cyst, fibroids, endometriosis, hayo ni magonjwa yanayohusiana ambayo yako associated na mambo na menstrual health. Kwa sababu ukipata uchungu mwingi, chances are hizo fibroids zinalala vibaya na hizo zinakuuma. Chances are kuna cyst mahali na ina behave vile inataka. Chances are ukiwa na endometriosis, your uterine wall is misbehaving vibaya sana. Kwa hivyo unapata there has to be an underlying issue with painful cramps. Of course unaweza meza painkiller, lakini itafika mahali mwili itazoea. Kwa sababu unaimeza kila mwezi. But the moment you get to do a scan, we detect what is wrong with you. Early screening, early detection, early treatment. Utaweza kupata matibabu ambayo yanastahili kulingana na jambo gani ambalo umejipata nalo. Kuna infections haziishi kama nimekuambia, juu ya kutumia pad yenye si nzuri. So infections kama hizo kila saa zikishindia kukuja utakuwa tu unaumwa. Na kwa hivyo the moment umefanya tu screening yako mapema, umejua ni cyst niko nayo, utaitibu. Kama imeshakuwa kubwa, daktari ana advise ufanye surgery. From there, take care of yourself. Try and take hormone supplements. Mimi na advise ladies
tukianza kuambiana tufuate diet vile inafaa, ndio mwili ijialign, it might not happen as soon as you want it. So balance your hormones. Keep your hormones in check. Kutumia supplements ambazo tuko nazo za kubalance hormones, kwa sababu kila kitu kwa mwili ya mtu, whether men or women, tunagaidiwa na hormones. Hata nywele kumea ni hormones, hata kucha kumea ni hormones. So the moment your hormones ziko in check, vitu zingine zinaanza tu kujialign kwa mwili. Kila kitu inaanza tu kujialign pole. Yes. Na hapo kwa diet, sijui kama kuna chakula ambacho labda is advisable wakati mtu ako kwa heavy ama ako kwa hiyo hali, anaambiwa anafaa kukula ndo feast, sijui wakati wa heavy. Of course take a lot of water because you are losing blood. Kitu ya kwanza, hydrate yourself before mambo ikae mbaya. Kwa sababu mimi wakati ilikuwa inanipeleka hivyo, nilikuwa naenda kuweka drip. Okay. Yeah, because hata ukuli, ujisikii kukula, unasikia maji inaonja vibaya. So unaweka kwa drip, which is not good. Ni uchungu. Hii ni maji tu unaweza kunywa. So when you're in your periods, whether unaumwa, whether hauumwi, as long as you're on your periods, you make sure you hydrate. Kama ukikunywa tu maji, at least if possible warm, jaribu kuavoid vitu ziko na sukari, they trigger the flow. Unapata unaweza toa mingi juu ya kukunywa vitu ziko na sukari. Na pia some dairy zinachangia kuongezea uchungu. So during your menses, kitu unaweza kula vizuri, kukunywa maji, take fruits na green tea. Green tea inasaidianga sana na hedhi. Inasaidia sana na hedhi na uchungu. And also having a good pad. Alafu kitu kingine nakwambia maneno ya pad nzuri. The kind of pad that I advocate for, it has a green strip. It has a green strip. That green strip helps with pain. Yes, it helps. Inasaidia na uchungu. I wish ungekuja nayo hapa tunaelewa. Niko nayo. So labda sijui kwa muda mchache naweza kuonyesha inakaaje na ni nini ambacho nilikuwa nazungumzia. Yes. Sawa. Acha tutoke kidogo tu, alafu tukirudi kana tumoro kidogo muraidhi wa Meru TV, then tulichokera tunaambia kwa tukiri kagiri na tukiona giwa labda padi mweko ite uko na kwa Meru TV. Ibwega tuchokera kairi muraidhi wa Meru TV tunaambia kwa tukiendeleaga nokuruki tukeragiye mantu makone no therubu mwana omwari na no tukuga tibwe ukinambira ko kimenyagira wo mwana omwari wo muciari we na mwana omwari ukinambira ko kimenyagira kana we take good care of your daughter, good care of your children banari na ikengo na mantu makinambira ko mesa. Sawa, karibu tena sana. Tuendelee mali tuliachia. So hii ndio pad ambayo naizungumzia. Yes. Kitu ya kwanza, sealing yake iko very professional. Yeah, so unaifungua tu hivi. Like ukoshua hii, haipati kauchafu mahali popote. Clean. Iko 360 degrees. Yes. So, I wish ningekuwa na wakati, ningefanya the demonstration, but acha nielezee hivi. Kitu ya kwanza hata ukiguza, this is cotton. Guza. It's very comfortable. Sure. Ukivaa pad kama hii haitakuchoma. Okay? Unaweza onyesha hivi. So pad yenyewe inakaa hivi. The material ni cotton kabisa. Kabisa. Juu hata nikijaribu kuirarua utafeel tu ni cotton. Itatokana yenyewe na nafaa kutolea. Lakini ningeweka maji ingetoka rahisi. And then hii strip ndio nilikuwa nakwambia. Wakati umevaa hii pad inasaidia circulation of blood. Zile clottings zinatoka haraka. Ndio maana kama unavaa hii pad, mtu mwenye amekuwa na flow siku 7. By the time unatumia tu hii pad within 3-4 months, una notice siku zitapungua. Siku zitapungua kwa nini? Kwa sababu ukivaa tu just a normal pad, unapata flow tu inatoka tu pole pole, but with this strip iko na properties 3 ambayo kitu ya kwanza ni biomagnetism, kitu kingine inaitwa infrared, akizo siwezi explain kwa Kiswahili, na biomagnetism, infrared, na ya tatu inaitwa ya kuongeza na kuanga properties 3 hapana. So inasaidia kucirculate the flow. Hii strip
Kitu ya kwanza huwezi hata jua mtu akiwa on periods. Huwezi sikia harufu. Huwezi notice. Alafu haijai haraka. It takes a lot. Inaweza chukua damu mingi. Juu pad kama hii unaweza kupata 3 kwa siku ama 2. Depending na flow yako. Kitu ya kwanza hautanuka. Kitu ya pili no bacteria can survive in this. No bacteria can survive here. Alafu now the bottom layer. This is what I was telling you about. Unaona kuna mashimo? Kuna mashimo. It's perforated. Yes. It's perforated. I don't know if it can be zoomed. If it can be zoomed, it's perforated. Yes. So hii bottom layer ningekuwa na maji moto niweke kwa kikombe na nifunike. Na hii bottom layer nifunike tu hiyo kikombe na niekelee kikombe kingine upside down, ungeona vapor kwa kikombe ya juu. Kuonyesha indeed joto ikikuwa mingi hapa itatoka. Inatoka. It will go back to your uterus. Itatoka. And then kwa sababu ya hii strip hakuna bacteria inaweza breed hapa. Ati after hii period umepata infection. Ati mwenye atatumia hii napata infection after period. Anikute. It's not rahisi utapata. Kwa hivyo when I advocate for a good pad, it's because ya prevent preventive measures for gynecological issues. If for the next 5 years gynecological issues zinaweza shuka even by 20%, I'll have made my kazi yangu nitakuwa nimefanya. Yes. Wow, that's very nice. Kabla tuingie kwa labda ni magonjwa gani ambayo yanaweza mkuta msichana ama mwanamke wakati hajahakikisha usafi katika wakati wa hedhi. Sana inakuwa infections. Ni infection. Hakuna magonjwa such. Not really. Hasa wakati wa hedhi ni infections ndizo unapata zinakupata sana. Pia unaenda choo ambacho unatumia. Kinafaa kuwa kisafi. Toilets should be cleaned regularly. Utaenda tu ingie tu kwa choo ya kanjo mahali haijaoshwa vizuri ama umeingia tu washroom haijaoshwa vizuri. Pia mahali unaenda washroom hakikisha ni safi. Kwa sababu apart from pad tunapata infections kutoka hapo. Na wakati wa hedhi ni wakati very delicate. Very delicate. Yaani unaogopa hata kuvaa nguo ya white kwa sababu unaweza mess. Na wakati wa hedhi sana kitu unaweza pata ni infection kwa sababu ya kukana pad sana yenye hata haitoi hiyo moist, bacteria zimeanza kubreed hapa ndani na inaanza kurudi ndani. So hiyo tu ndo unajua wakati wa hedhi unaweza pata, but you know pia kuna zile sexually transmitted na kuna hizi zina come due to hormones and all that, hizo fibroids, cysts, nini. Hizo ni magonjwa zinakupatanga like aujuangi hata ikikuja. Uko hapa unajaribu kuconceive. Kama kuna watu mimi nimeinteract na wake wengi sana. Unajaribu kuconceive. Unashindwa nini? Si ndio kwanga tu menses zangu ziko sawa, si wangu, sina shida yoyote. But unaenda kuna magonjwa hata kuna fibroids hazina symptoms pia. Lakini unajaribu kuconceive inakataa. Inakataa kabisa unaambiwa fibroids. Na kwanza unapata location mahali ziko kwa kizazi hii mfuko wa uzazi. Hizi hadi labda zipungue size ama kama ni kubwa sana zinabidi zikatwe kupitia kwa operation. Lakini wakati wa hedhi infections ndio najua ni rahisi sana kupata wakati wa hedhi. Kuna hizi UTIs. Kuna jambo tuku lizungumzia wakati tulikuwa tunaongea mambo na kula like eating. Sijui kama kuna kitu ambacho ama kuna vitu ambavyo msichana hatakiwi kula wakati wa hedhi. Pia kula vitu ziko na sukari. Tuliongelelea hilo jambo. Kutumia sukari sana wakati wa hedhi na dairy sana maziwa. Kuna vile inafanyanga mwili au kuji vizuri. Alafu kitu kingine ambacho ninge advise wasichana wanawake kama kuna kitu naweza jaribu kwa avoid ni hizi broilers chicken. You know they are grown through hormones. Hiyo hormone ipatane na yako. Utachanganya kila kitu. Utajichanganya. It's bad by the way. Anything yenye haija grow normally inaitafianga na hormones za mwanamke sana. Yes. So kama unaweza avoid kitu yote iko na sukari sana, soda. Unajua watu wengi wanapenda kunywa soda wakati wa hedhi anasema kuna vile inani down, kila mtu tu ako different, but kuna wenye itaongezea uchungu. Kuna mwenye itafanya hedhi isikue smooth, vile inafaa kukua smooth. Na pia sasa
ambacho unaweza ongezea, tulisema unaweza kunywa, sasa tunaweza kunywa maji kwa wingi, sio tafadhali. Kunywa maji kwa wingi, jaribu kule matunda, ile to keep healthy, na kuchange pad frequently, na kutumia a good tissue. Yeah, so hata tukiadvocate for this, si pad peke yake, tunapeana quality, pia the kind of tissue unatumia. Yes. Wow. So kunywa maji kwa wingi, kula matunda, jaribu kule vitu ambavyo vinakunourish, si vitu ambazo hazikunourish, hazikupatii faida yote kwa mwili. Yeah, dark chocolate pia ni mzuri wakati wa hedhi, inasaidia. Dark chocolate. Anyway, master your dark chocolate. Dark chocolate. Yeah, na iko hapa by the way. Okay. Yeah. Wow, that's very nice. Wakati wa hedhi kuna watu, tuseme watu wameingia kwa ndoa, wenye wameingia. Kuna wengi sana wana maybe ukifika wakati unapata wengine wanataka kufanya hiyo maneno, wengine wanataka sijui kama ni salama, ni safi kufanya hizo mambo wakati wa hedhi. Encounter na watu wengi. Okay. Kuna ambao wana prefer as long as mzee wako ako sawa. Okay. Ina soothe, by the way, ina soothe the cramping. Kuna okay. Ina soothe the cramping. Kuna mwenye mzee hana shida. Okay. For me it's no. Akiacha tuishe. Acha tuishe. And then it's not that safe. You can get pregnant during your menses. Okay. You can. Kuna high chance unaweza pata mimba pia wakati wa hedhi, na una involved in sexual intercourse, unaweza pata. But kuna wenye wana prefer, kuna wenye they don't prefer, because unajua kuna mzee maybe asipopata hizo siku 3 hiyo nyumba kukaliki, afadhali separate through River Jordan, mambo iko vile itakuwa. But I don't know, unajua kila mtu kuna vile ana feel whether it's okay or not, lakini kusema tu kweli ni safi. I wouldn't advocate. Okay. So watu wangoje tu, ngoja tuishe ni siku 2-3. Enjoy wakati wako kutoa hiyo damu. There is no emergency. Okay. Unajua hakuna emergency, just enjoy your 3 to 5 days, wacha itoke. But if ni ngumu na unafeel uko sawa, but the majority wako sawa, acha nikwambie. Majority wako sawa. Maybe it's a few wenye hawako, but if kama unaweza maliza tu hedhi siku 3 zako 5, maliza tu vizuri peacefully. Yeah, there's no rush, hakuna emergency. Yeah. Hapo ndipo nakuja like elewa. Understand your spouse. Yeah. Unaona? Mwelewe yako kwa hedhi. Wacha tuiishe. Siku 3 usipofanya, what will happen? What will happen? Unavumilia tu. Hapo ndipo sasa inafika tunasema elewa mwenzako hapo kwa hedhi. And do you know pia hiyo sio milenia sana, kwa sababu kuna mwanamke tu ndo amejifungua na bado you still want that. Let her body heal. Yeah. Na kuna pia I think wengine wanawake wengine wanapenda hiyo. Pia wao wanapenda. Actually the ladies majority ndio acha nikwambie wakati wa hedhi aji na kuanga juu. Kuna wenye aji na kuanga juu. Kuna mwenye akoteza nalo. Kuna mwingine ako tu sawa. Ndio maana after hedhi tunakuja kwa ovulation cycle. After hedhi ni kumoto. Hapo watoto wanatengeneza. Hapo mimi mwenyewe ndio nakutafuta. Hapo ni finish kumalo. Hapo like after hedhi because kuna kwanga na 4 phases za hiyo 28 days. Si 28 days. There is the bleeding time, kuna ovulation, kuna mali sasa nini the lining inajirudisha, kuna hiyo point sasa before period yenyewe, the releasing of the egg, hiyo pia ni cycle nyingine, like it's ni phase nyingine. Ndio maana nasikia mwanamume kwa mwezi, mwanamke mwenye uko na yeye uko na mwanamke mara 4 kwa mwezi. Wakati wa menses ni kitu kingine. Wakati wa ovulation ako kila mahali anataka afanye nini.
So during the month you experience your woman 4 times. Yes. Yeah, ambayo it's good. Ndio inafanya ujue women are, we are special beings. We are special beings. Tell us about tuambie kuhusu wakati mtu anabadilika, like moons zina change. Unajua kuna wanaume wengine hawaelewi, pia si wanaume tu, hata pale kwa familia unapata mzazi haelewi, baba haelewi nini. Msichana leo anakaa kanaongea vibaya, unakaa kama mama yako, sijui unakaa sijui. Unawezaje ambia wenye wanatutazama, labda wazee, brothers, brother to someone wanaotuangalia, wanaotutazama wakati huu, na labda inafika wakati unaona sistake anamwambia nipe hiyo kitu, na hata wewe nipe pia usinipige nini. You can talk to them. Ndio maana with this awareness, creating awareness, sisi ni ati twende tukitangaza ati when your menses usisa kijiji jue niko on my period, so nikibehave vibaya mjue ni ile tu create awareness. The moment she's in that period si lazima hata uulize, utajua tu juu kama si mtu anaongeanga vile anataka time fulani, kama siku 2-3 hivi akikuwa hivyo unajua hii ile siku. Just be kind to that person. Mwelewe, jaribu tu kumwongelesha, take walks, do things zenye maybe anapenda kufanya, na mwelewe. With this awareness tuna advocate for understanding the girl child in your life, whether it's your colleague, whether it's your wife, whether it's your girlfriend. Just understand that si kupenda kwa mtu, sometimes hormones fluctuate vibaya sana, na zikifluctuate haikwangi kupenda kwa mtu, but they come back to normal, and that's where I can advocate for balancing your hormones. Diet might not necessarily get you there as soon as you want, so if you can afford it to get supplements to supplement your hormones, then it's good. And creating awareness on menstrual health, it's not only for the less fortunate or the needy. Kuna mtu mwenye pad kwake si shida, but hana knowledge. Hana knowledge ya kujua time kama hii ikifika, what am I supposed to do? Unajua, like it's normal. Having this cramping and all that, it's not normal. Yes, you're okay, say you need to get a pad or something, but the fact that you don't have the knowledge, kujua early screening ni mzuri, then we also creating awareness for you. Because if I knew what I know right now, 10 years ago, actually 15 years ago, ningekuwa na hii knowledge saa hizi, I think ningekuwa prevent vitu mobe ambazo nime have to go through as a person, as a woman, the things that I had to go through to a point of even, losing a child and all that, ninge prevent vitu mingi. And that is why, of course, people lose children during childbirth. Haimanishi necessarily ati zote, it's due to fibroids, it's due to cysts. Things happen during childbirth. And for me, it was the fibroids. So if I had this knowledge 15 years ago, I would be, I think ningezuia vitu mingi. And that is why I'm doing this for that girl mwenye sahizi ndio anaanzana, mwenye bado ako kwa hedhi, hajafikia kwa kupata mtoto. That's why I'm creating this awareness. Ujue actually just because it's common, aki si normal. Hiyo tu inakuanga hiyo ndio inakuanga my point of emphasis. Just because it's common, si normal. And I advocate for early screening. If the pain is crazy, uradi unatapika, mgongo inakupeleka vile inakupeleka. Mimi hadi brother yangu alikuwa anahama bedroom yake juu ya kulia. Anaenda analala uko sitting room. Kwa room yangu na yake zilikuwa zimeshikana. Because I remember like it comes with so much. When you're in your menses, huwezi enda mahali. Kuna mtu hawezi toka kwa nyumba during periods. Unakaa tu. Huwezi toka. Because utatoka unaogopa utaenda pale nje, utamess. Umekaa kwa gari hizo 30 minutes utamess. Unaogopa tu kitu yoyote itafanyika. For me, nakumbuka I repeated a class in high school because I transferred schools. Nimeenda kufanya interview, nimelemewa. Feminist nimelemewa, nimelala chini flat. Nilisema nita repeat because I couldn't go to the next class without interview. Niliwaambia repeat. I couldn't do interview because of the pain ya period nilikuwa nayo.
Wow. So it comes with a lot of challenges and there are girls who do not understand. Anashindwa hii uchungu, kidogo kidogo amemess, amechekelewa, imekuwa ni stigma, aizi ambia baba yake, brothers should not know about this. And I'm not saying atikuwa announcing hapana, ile time tu maybe imefika na imeshindikana. And the people around you, they know what it is. Let them not judge you. Let them not condemn you as a when mchafu na message. It happens. It happens. Wow. Na sikupenda kwa mtu. Asante sana. Shukrani sana. Sijui kama labda kuna lingine ambalo labda tumelisahau kwa hili hamasisho siku ya leo. Kwangu mimi nashukuru sana kwa sababu watu wengi wamejitokeza kwa mtandao, nimeona watu wengi wana create awareness. Na mimi kama Jemima, mimi kama course Golden Eagle Wellness, changu tu ni kuhimiza. Niko na Facebook page, not Facebook page, Instagram, inaitwa Golden Eagle Wellness. Ukisearch utapata this logo, hiyo ndio hiyo. You if you get a bracelet, inaitwa menstruation bracelet, take a photo. Hata wanaume unajua kuna kitu mzuri kama inakanga unique when a man does something kama hii. Mtu atakueleza kama ni nini umevaa kwa mkono, kwa sindi nini umevaa kwa mkono. So unamwambia baby, mwezi wa 5 umekuwa menstruation awareness month and by wearing this bracelet I'm coming out to say that it's normal to talk about these things. We can talk about it openly. It's no longer a taboo. We are breaking the stigma. We are ending period poverty, and we are creating a period-friendly world. And when you purchase it from me, of course I know you can make it for yourself, but when you purchase it from me, you'll be supporting Golden Eagle Wellness to reach to that needy girl, to keep a girl in school, to prevent early pregnancy, because sometimes just because you don't have a pad, and someone cannot just give you 50 shillings to go and buy a pad without you sleeping with them. So let's end that by getting this. And I have a project coming up next week. I'll be visiting a school. They need sanitary materials like the beans. They need soaps za kuosha mkono. And I do menstrual talk and also give them the pads. So if you purchase a bracelet, utakuwa umenisupport. Tuseme mtu anataka hiyo whatever, hiyo mzigo hiyo ni bracelet, menstruation bracelet hiyo na labda hauko karibu na anataka tu kusupport the initiative, labda atafanya nini? Huwa natuma parcels, so depending na mahali uko, utaniambia gari niko comfortable. Kama ni huku Meru, utaniambia kama ni gari gani, Raha ama any other circle. Yes, nitakuwekea mzigo wako, utaenda chukue pale kwa ofisi. So huwa natuma parcels even outside the country. I've been sending packages. Yes, so it's a global thing. Thank you. Labda tuseme mtu anataka kukufikia, mtu anataka kuongea na wewe, mtu anataka labda kutuma mchango wake, anataka tu kusupport the initiative. Hivyo tu mimi atakupata aje, atakufikia namna gani? Golden Eagle Wellness on Instagram, Facebook. Niko na account inajiita Jemima Nzisa. I had a page, unfortunately that account was hacked. So asante. So nimefungua 2 page, just a normal timeline. But my number is 0724 140 117. 0724 140 117. Unaweza ni text kwa WhatsApp kama unipigie simu. Kwa kutuma mchango nitaelekezea kutoka hapo, and then nita appreciate ukibuy bracelet, piga picha, tuma Instagram ama unitumie na a short message. Kama ni mkono tu umepiga ama you are okay kuonyesha sura yako, nionyeshe sura, I'll post it. Na ukipost tag Golden Eagle Wellness na utag World Menstrual Health Hygiene Day, nita appreciate sana, like ku create here awareness tu. Inaonyesha we are ready kuongelea haya maneno openly. It's no longer a taboo. It's not dirty. It's part of being a woman.
Sijui kama labda kuna watu wangependa kujoin kufanya na wewe kazi. Nao hao watapitia njia gani? Kwa initiative. Ukinipigia tu simu tutaongea depending pia na uko wapi. We will be able to organize that. Wow. Yes. Kuna vitu mnauza zingine kando na hizo? Apart from bracelet, kuna the sanitary napkins na kuna kama mtu ako na issue ya fibroids, any other gynecological issues ambazo zimekam due to mambo mingi, you can reach out to us depending na ni changamoto gani unapitia. We definitely will have a solution because kama ni fibroids tumedeal nazo the normal way, the natural way, that's what I can say, and the natural way is better. Kuna mwingine ameshaenda surgery, zimerudi tena, amerudi surgery ya pili, zimerudi tena. Then I think it's time you see us. Okay. Yeah, we have a conversation to do hasa how we can help. So apart from bracelet na sanitary napkins, we also have packages depending na ugonjwa yenye mtu ana go through. So we would talk, nijue pia umeenda kwa hospitali, umeenda daktari, how far, ni nini umefanya hospitali, imeshindikana na nini, and especially for the recurring infections. Hizo infections ndizo najua zinasumbua wanawake sana. We'll deal with them. Wow, that's very nice. Shukrani sana kwa kuwa na sisi hapa siku ya leo. Na labda kabla nimalize, sijui familia yako ilikuchukulia aje hizo enzi, kwa sababu nafikiria ni kitambo sana wako wanajua, they never knew much about this. Sijui babako, wazazi, brothers walikuchukuliaje? Pia wao walikuwa wanashindwa ni nini mbaya na mimi, kwa sababu ilikuwa mbaya. Nikisema ni mbaya, mtu mwenye anapitia painful menses anajua kitu nasema. Huwezi keti hivi vile nimeketi. Huwezi keti hivi vile nimeketi. And mimi mamangu alikuwa alihangaika na mimi sana. Hospital to hospital, in and out, kujua shida ni gani. Mimi for me nasema walinielewa na walisimama na mimi. Na na appreciate sana. I really appreciate my mom, my dad na ndugu yangu. Huo wakati walinishikilia sana. Ndugu yangu hata kama alikuwa anaboeka na mimi anahama bedroom, bado alikuwa anaonyesha love, anakuja nataka nini, kulete maji ama nifanye nini. Mimi nilionyesha upendo wakati kama huo, na najua kuna mtu but unajua kuna ile aibu nasikianga. Si rahisi. Katika kila mtu kule anajua nimeanza. It feels bad. So kwa yule mwenye ana feel hivyo na hana hiyo support system, I'm really advocating for family members, for friends. Let's understand and wacha nikwambie, hakuna kitu mbaya kama emotional support. Najua emotional support na mental. Kama akili yako iko settled na emotional support yako iko zero. Hiyo kitu inakusumbuanga sana. And as a girl, you don't have the resources, you don't have the support. Hapo ndipo stigma inaingia. And we are advocating to end that. Okay, very nice. Asante sana, shukrani sana kwa kuwa nasi jioni ya leo, na kazi nzuri tu unaoifanya, endelea nayo. Asante. May God bless you. Amen. Thank you very much. Asante sana pia kwa kunihost na Mungu azidi kwa jamii. Amen. Baya mwendeni wa Meru TV natuko wale abona ndipo mara twambiriye kugicho ili ndakangata na ke mundu kangata okay, lakini bwega muciari mwana mwari tukinamba kwa tukimenyagira kainamba kwa kimiza usana tunamba kwa tukimenyagira muno kagitakara turi ntuoni nucia kugitabura kugitabonge na ikemba na mamantu makainamba kwa mare saa 7 kuma studio cha Meru TV kaudira bambita ni Faminas Wakimani ilo nakagitokea.